Pipi wangu watano alikuwa anaitwa Fatuma Alima. Tulikutana na yeye kwa muzikiti. Ndio nilikuwa tu nimetonjo. Nilikuwa nimeenda kuipa viatu. Sasa Kiti wakati tu nilimaliza tu kuweka viatu hivi kwa carrier bag, kuinuka hivi, tulionana na yeye uso kwa uso, macho kwa macho. Yani in short, Kiti alikuwa amenishika red handed. Alikuwa ameleta boyfriend yake, alikuwa amechelewa kuipata. Hata boyfriend yake alikuwa anatoa sandoli yake ya white. Lakini wakati aliona chenye inaendelea kwa hiyo scenario, ilibidi amesifaa. Sasa si ideology ilikuchako, nikasema Sheikh amesema unipeleke kwa the nearest fundi wa viatu. Ikabidi tumetokamo na yeye pamoja mtoko. Kupili kumosi. Sasa wakati tulikuwa tunaendamo, hapo ndo nilimurushia mstari ya kwanza msamiati, nikamwambia akimatam, ukikubali tu kukua pipi yangu, honeymoon tunaenda kwa chua. Chuali. Si akaanza kuniongelesha Kiswahili ya Mombasa hapa, akaniambia sasa tutaenda kwa chua jamani, tutaenda kwa chua saa ngapi na si tutaungua? Nikamwambia tutaenda usiku. Kiti mimi nakuambia, nikakaa hivi tena nikafikiria another ideology. Nikarusha sasa kisungu. Unajua mimi najua kuporonga kisungu. Nikarusha kisungu. Kiti mimi hapo nikamlima moja, nikamwambia, "Pepi, do you know I can cross a bridgeless river for you?" Kiti shita ni mamba. Lakini hapo ndipo aliingia box. Hata in fact hakuingia box, aliingia kwa sanduku la posta. So Kiti shita mahali ilitokea ni wakati tulianza kuishi naye. Imagine wiki ya kwanza akaanza kupika ako mchele, nikakubali, ingawa sikuwa comfortable, nilikubali. Wiki ya pili akaingia kupika ako spaghetti, ingawacha sikuwa suitable, lakini nilikubali. Kiti siku ya tatu, imagine anapika indomie. Hapo Kiti ndio nilikuwa disable. Nilishindwa cha kufanya. Sasa ningefanya aje Kiti, hata kama ni wewe kwa Mluya? Hiyo ni nini kama si food poisoning? Kiti mimi nakwambia hata sikumfukuza kwa hiyo ndoa. Mimi mwenyewe nilitoroka. Kwa sababu Kiti, hata kama ni wewe, hiyo si ni kucommit suicide.